mtu wa pombe chakari, yafuata nini misikitini bwana? Hao watu wanatuharibia funga. Nisikilize mimi imamu bwana. Watu kama hao walevi wanatuharibia funga zetu. Sisi funga zetu zitaenda vipi kama tunaswali na mtu mchafu kama nini, mlevi, mtu wa motoni, ufinari jahannam alidina fi abadan. Iber alif astaghfirullah. Mwenyewe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mwenyezi Mungu amrehemu aliyefariki, na sisi ambao tuko hai Mwenyezi Mungu atupe mwisho mwema na umtukufu. Abdalla. Labeka naam. Haya yapi yana Ramadhani ndugu yangu? Jambo brother. Wewe si mtoto wa Kiislamu wewe? Si ndio hivyo? Kwani wewe si Muislamu wewe? Si Ramadhani. Kwa hiyo astaghfirullah, astaghfirullah. Wewe bwana usinitukane. Astaghfirullah mwenyewe. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Huu ndio umma ambao utaenda kuchomwa huu. Wewe kesho uogopi moto wewe? Mwezi wa Ramadhani, mtoto wa Kiislamu. Hapo hapo na moto. Bora moto na ufanya hivi. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Unazima tunakanyaga tunaingia peponi. Full stop. Mama madogo na ndugu yangu. Abdalla, jina zuri, wanywa pombe na Ramadhani ndugu yangu. Muogope Mungu basi. Mimi Mungu namuogopa. Ona hii pombe hii. Nishirabu kama kahawa, kama juisi. Sema tu ina shida moja. Wewe itaki ujinga kama huo. Wanatolea ngoja kwanza mkuweke remembrance. Wewe astaghfirullah. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Astaghfirullah. Hapo ustazi, sasa katika pomoni nao katika Uislamu. Astaghfirullah. Ustazi wa elfu. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wewe bwana leo kuja msikitini? Wewe bwana leo kuja msikitini? Umfuata nini mlevi wewe? Wewe bwenuka bwana. Inna lillahi. Maajabu kama hata watu wakushangaa hapa msikitini. Astaghfirullah. Wewe bwana pia unkuja swali. Umejua 10 la mwisho kuna Lailatul Qadr ndio njileta hapa. Mpaka ukarunga tende wewe bwana. Uwevu mlevi ukarungani msikitini wewe uone aibu pale kama hapo ingia mtu kama wewe. Wewe ni mtu mchafu bwana katika dini. Waswali kitu gani? Tena na kuchukua msaafu kabisa eti hebu bwana ukuchafua hiki kitabu cha Allah hiki. Mlevi mzima mfuata nini msikitini wewe? Waswali nini? Wewe hata kuswali unafikiri utaenda peponi wewe? Wewe imamu, hebu bwana njoo utoe huyu mtu bwana. Watu haribia funga zetu hapa bwana na swala zetu bwana. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Imamu, huyu mtu mmesema atolewe bwana. Huyu mtu ni mlevi bwana, mtu wa pombe chakari. Yafuata nini misikitini bwana? Hao watu wanatuharibia funga. Nisikilize mimi imamu bwana. Watu kama hao walevi wanatuharibia funga zetu. Sisi funga zetu zitaenda vipi kama tunaswali na mtu mchafu kama nini, mlevi, mtu wa motoni, ufinari jahannam alidina fi abadan. Hawa ndio watu ambao wataenda kuiona pepo hawa imamu hawa. Na una msafu na wewe msafu unaenda kauweke bwana. Sikiliza bwana Abubakar, na kuomba ndugu yangu tuliza munkar. Dini haipelekwi hivyo. Huyu unayemuona sasa hivi ukasema ni mbaya, hujui mwisho wake ukawa mwema akaenda peponi. Kwa sababu sisi tunaambiwa kila mwisho wa binadamu ndio unaangaliwa. Waweza ona mtu yafanya mema lakini mwisho wake ukawa mbaya na akaenda motoni. Na ukaona mtu yafanya vitendo vibaya, mwisho Mwenyezi Mungu akamruzukia akafanya matendo mazuri na akafa kwa. Wajua imamu, umjui matendo yake, umjui matendo yake. Huyu ni mlevi mbwa huyu. Mlevi na mjua alikuwa mlevi, alifanya yote lakini alikuja. Na dini yetu hii imetuelekeza kwamba hakuna dhambi ambalo alisamehewi. Kwa hiyo ndugu yangu, hebu punguza munkar. Huyu na yeye ameamua kutubia, amerudi kwa Mwenyezi Mungu. Sisi ni nani tumzuie asirudi kwa Allah? Akarumba nkuli ya hiyo imamu hiyo. Sasa tusiwe na dhana hizo kwamba huyu amfuata chakula. Hata kama nia yake ya chakula, lakini madhahari yake tumwangalie kwa uzuri. Tusimhukumu mtu kwa mabaya. Hata kama wajua huyu ana ubaya gani, lakini wewe hukumu kwa uzuri. Kwa hiyo ndugu yangu, tafadhali na kuomba usimhukumu ndugu yako. Sheikh, pole sana. Na imani ni kuteleza tu, ameteleza. Wewe karibu na maneno yake yasikufanye ukavunjika moyo kuja hapa msikitini. Hapa hata ukafanya kosa gani? Kuna bwana aliua watu 99. Watu 99. Na alivyoenda kwa ustadhi kumuuliza, ustadhi akamwambia enda motoni, akamuua na huyo ustadhi. Ankamilisha watu ngapi? 100. Lakini bado huyu mtu alienda peponi. Kwa hiyo usimhukumu huyu bwana kwa sababu tu ni mlevi namna hiyo. Bwana shika, endelea na kisomo chako
na nakuomba usitoke kwenye huu msingi ambao umeanza. Kwa hiyo bwana, usijione wafanya matendo mema ukajipa garanti kwamba utaenda peponi. Muombe Mwenyezi Mungu akupe mwisho mwema. Sawa bwana? Bwana, twende tukaswali. Sheikh, huyu ni hafidhi huyu. Pita tuswalishe bwana. Huyu ndo tuswalishe huyu. Kwani hujui kama Abdullah ni hafidhi wewe? Pita tuswalishe Sheikh. Bwana, simwamini amini yu mtu wenu. Hii ni ramli ya namba. Nataka nikujue wewe, alafu uone baadaye na kutafsiria. Nikujue wewe kwenye familia yenu, mfano wake tu, mko wangapi? Mmezaliwa wangapi? Wanawake wangapi? Mimi sikujui na mimi hunijui, lakini kwa namba tu tukifanya hapa, alafu baadaye nitakwambia mganga anafanyaje, mbona hakuulizi? Kuna baadhi ya maswali akikuuliza kichola akikata anapata. Anakuwa anakujua kwamba wewe umetoka kwenu umekunywa chai na mandazi mawili. Baba hivyo. Kumbe ni uhuni tu. Kama umeingia kwenye calculator, tufanye haraka kidogo. Nenda kwenye calculator, sema kupigia hesabu. Andika idadi ya watoto wa kiume kwenye familia yenu. Yaani kama uko peke yako andika 1. Kama mko watano lakini mliozaliwa baba mmoja mama mmoja, sio mtoto wa mjomba au mama mmoja baba mbalimbali, waliokuwa hai nataka. Waliokuwa hai tu. Wake up. Tayari? Kisha jumlisha na idadi kama hiyo. Yaani kama ulipata 5 mko wa 5, jumlisha 5. Ni rahisi sana. Weka sawa sawa upate jibu, tuendelee. Tayari? Kisha jumlisha 3. Hilo jibu ambalo umepata jumlisha 3. Kila ukifanya weka sawa sawa upate jibu, ndio tuendelee, ndio utapata vizuri. Usiende tu utakosea, mbele utakosea. Tayari? Kisha fanya mara 5. Saizi ni mara times mara 5. Weka gusa mara saizi mara 5. Mara 5. Hiyo hesabu ambayo umeipata fanya mara 5. Weka sawa sawa upate jibu. Tayari? Kisha jumlisha sasa na idadi ya watoto wa kike kwenye familia yenu, dada zako yani. Kama hamna jumlisha 0, wala usijali. Na nikapata jibu niambie, nikutajie ulofanya vizuri. Uniambie mpata ngapi wewe mwenyewe? 66. Bwana brother kapata 66. Namba moja tu kwanza. Jamaa ukaka kapata 66. 66 maana huyu jamaa kwenye familia yao wamezaliwa watoto 6. Watoto 6 hawa midume iko 5, demo 1. Sema mwenyewe kwa baba, sema mwenyewe, kweli si kweli? Asema wazo wasikie, kweli si kweli? Kweli. Twende mwingine. Hesabu hii nikikosea hesabu kumekosea wewe kufanya. Kaka hapo. Huyu kaka kapata 28. 28 tafsiri yake ni kwamba huyu kwenye familia yao ni watu wachache sana wamezaliwa. Wamezaliwa watoto 4 tu. Watoto 4 hao dume ndo lenyewe tu. Mademo hawa. Kweli si kweli? Hii ukosi hii. Kaka huko brother akapata 56. 56 tafsiri yake ni kwamba yule kaka pia wamezaliwa watoto 4. Lakini wao wako upande wa midume iko 4, demu huyu. Kweli? Asante. Mwisho kule kwa sauti kapata jamaa 98. 98 tafsiri yake ni kwamba huyu jamaa kwenye familia yao wamezaliwa wengi, mashallah. Wamezaliwa watoto 11. Allahu akbar. Mzee wenu kajitahidi, mashallah. Karibuni ananikuta. Watoto 11 hao kwa hesabu hii kama kafanya sahihi, jamaa hakukosea, wamezaliwa watoto 11. Maana yake watoto wa kike, watoto wa kiume wako 8, wasichana 3. Sema kwa sauti, kweli si kweli? Kweli. Hii haikosei. Si wajui na kufundisha ramli leo. Mzee mwenye koti Sheikh Al-Habibi hapo.
Yule naye kapata 48. 48 kama yule itarudi pale pale hii. Hapana. 48 jamaa wamezaliwa watoto 6, lakini Mungu ajalie kwenye familia yao wamegawika. Mademo 3, midume 3. Niambie. Kwa sauti sema. Sahihi Shekhe Mwamba huyu mashallah mwanachuoni, Mwenyezi Mungu akuhifadhi Mwamba. Mwamba yeye kapata 26. Angalia hiki kitu, alafu nitakwambieni baadaye siri yake. 26. Inna lillahi wa inna ilaihi. Hao jamaa Mungu amewapa mtihani. Wako hawa. Shekhe Mwamba wake wote kwenye familia yao kama walikuwa wengine wamekufa, mbaki hao yeye na dada yake. Shekhe, kweli si kweli? Basi tumalizie watu wawili ili tubalance muda inshallah. Sawa. Tunamalizia watu wawili. Alhabibi naye kapata 58. 58 kama yule. 58 hesabu hii tafsiri yake ni kwamba na nyinyi mashallah mmezaliwa wengi. Hawa wamezaliwa 10 mashallah. Wamezaliwa 10 lakini wanaume wako 7, wanawake 3. Sahihi? Kakosea sahihi? Familia ziko 2. Mashallah. Basi idadi hiyo sawa sawa. Wewe Sheikh kapata 47. Tunamalizia jamani, tuongee kwenye topic nyingine. Semeni inshallah. Wengine ridhikeni tu. 47 kama jamaa kafanya sahihi, wako 5 wale kwenye familia yao, lakini wanaume 3, wanawake 2. Unasemaje? Anasikitika. Mashallah. Yani hii hukosei. Nitakupeni tafsiri. Nini kinafanyika? Ni mbinu za kawaida mno.